Hili si gari la kawaida barabarani. Linaweza kustahimili mlipuko, risasi nzito na hata mashambulizi ya moja kwa moja. Lakini bado hubeba mtu mmoja tu, rais wa Marekani, akiwa ndani ya The Beast. Kabla hatujaanza simulizi hii, bonyeza subscribe ili usikose video mpya kama hii. Kisha gonga alama ya kengele ili upate notification kila ninapopost. Na usisahau kushare video hii kwa marafiki zako. Tuanze safari hii pamoja. Nimekuletea top 5 ya maraisi ambao wanalindwa zaidi duniani kwa mfumo wa episodes. Na huyu ndiye rais wa kwanza mwenye ulinzi mkali zaidi duniani. Rais wa Marekani Donald Trump alizaliwa tarehe 14 Juni mwaka 1946 mjini New York, Marekani. Kabla ya kuwa rais, alijulikana kama mfanyabiashara mkubwa wa mali isiyohamishika na mtu wa media mwenye miradi mikubwa ya majengo na hoteli. Lakini anapokuwa rais, hata safari ya kawaida ya barabarani hubadilika kuwa operesheni ya ulinzi wa kiwango cha juu sana. Gari analotumia rais wa Marekani linajulikana kama Cadillac One The Beast, ambalo pia hujulikana kwa jina la The Beast. Hili si gari la kawaida. Limejengwa kwa msingi wa teknolojia ya kivita. Mwili wake umetengenezwa kwa mchanganyiko wa chuma kizito, titanium na alloys maalum zinazoweza kuhimili milipuko na risasi nzito. Milango yake ni mizito sana kiasi kwamba inahitaji nguvu kubwa kuifungua. Madirisha yake yametengenezwa kwa kioo maalum cha multi-layer ballistic glass ambacho ni kigumu sana kuvunjika. Ulinzi wake hauko kwenye gari pekee. Mara zote huandamana na msafara wa magari ya Secret Service pamoja na magari ya ziada yanayofanana ili kupoteza mwelekeo wa adui, pamoja na walinzi waliopangwa kimkakati. The Beast si gari la kawaida. Ni ngome ya chuma inayosonga barabarani, iliyoundwa kulinda kiongozi wa taifa lenye nguvu zaidi duniani kila anaposafiri. Gari la rais wa Marekani, Cadillac One The Beast, limejengwa kwa teknolojia ya hali ya juu sana inayochanganya uhandisi wa magari, fizikia ya nguvu na sayansi ya vifaa, material science. Kwanza kabisa, muundo wake umetengenezwa kwa kanuni ya ballistic engineering, ambapo mwili wa gari hujengwa kwa tabaka nyingi za chuma kizito, titanium reinforcement na alloys maalum zinazosaidia kusambaza nguvu ya mlipuko badala ya kuiruhusu iingie ndani moja kwa moja. Kioo chake kinaitwa multi-layer ballistic glass, ambacho hutumia tabaka za glasi na polycarbonate zinazofyonza nguvu ya risasi au shinikizo kubwa. Hii inahusiana na physics ya energy absorption na force dispersion. Ndani ya gari hili kuna mfumo wa vifaa vya dharura vya matibabu, mfumo wa oksijeni unaosaidia hewa ya ndani ikiwa kutakuwa na hatari ya mazingira, na sehemu ya rais kukaa pamoja na wasaidizi wake wa karibu. Kwa upande wa physics, gari hili linategemea kanuni za Newton's laws of motion, hasa jinsi nguvu inavyosambazwa wakati wa mgongano, pamoja na impact resistance physics inayosaidia kupunguza madhara ya mshtuko. Kwenye upande wa biolojia ya binadamu, mfumo wa hewa wa ndani, cabin environment control, huzingatia mahitaji ya mwili wa binadamu kama oksijeni, joto na shinikizo la hewa ili kuhakikisha rais anaweza kukaa salama hata kwenye mazingira hatarishi. Ingawa watu wengi husema kuna vifaa vya dharura vya matibabu ndani yake, gari hili halijawekwa kama hospitali kamili, bali lina vifaa vya msingi vya kuokoa maisha kwa dharura. Kwa kifupi, The Beast si gari la kawaida. Ni mchanganyiko wa fizikia ya nguvu, uhandisi wa kivita na teknolojia ya usalama iliyoundwa kulinda kiongozi wa taifa lenye nguvu zaidi duniani kila sekunde ya safari yake. Hili ni gari lake tu. Sehemu ya pili, nitakuandalia mfumo mzima wa ndege anayotumia Donald Trump, na hapo ndio utajua rais wa Marekani sio wa kuchezea. Usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata simulizi zetu.